Ni uchafu mkubwa. Ndio unaona kuna baadhi ya wanawake wanafanya makosa makubwa sana, wanakwenda kuzuia, wanameza baadhi ya vijitembe ili kuzuia ile siku yake ya hedhi isitoke, kwa sababu mojawapo, labda amekwenda kufanya ibada ya hija au mwezi wa Ramadhani anataka kufunga mwezi mzima. Sasa anazuia uchafu ndani ya mwili wake, yeye mwenyewe hana habari maskini, na hii inaweza ikamletea madhara. Hata subhanallah, wale wengi ambao wanatumia madawa kama haya ya kupanga uzazi, madawa ya kuzuia hedhi, inasababisha cervical cancer, kansa ya kizazi ya mwanamke. Ndio wengi wao wanatolewa haya katika miili yao, wanakuwa hawezi kuzaa tena. Sasa ndugu Muislamu, mpaka hapa kwanza tumepata kuelewa vipi mimba ya kiumbe inaingia katika tumbo ya mama. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotaka kumuumba kiumbe katika kupitia katika tumbo ya mama, anajalia baba na mama kuonana kiwiliwili, wanajamiiana, wanakutana, wanafanya kitendo cha ndoa cha halali. Kisha Mwenyezi Mungu anaikutanisha yai la uzazi wa kike, inakutanishwa na mbegu ya uzazi wa kiume, inawekwa katika sehemu maalum, naye ni katika fuko la uzazi. Hii fuko la uzazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliumba kwa mfano wa baluni, ni mfano wa kibofu, yani ni kitu ambaye inajivutavuta hivi, na hiyo fuko la uzazi inakuwa kubwa namna mtoto naye anavyokuwa mkubwa. Kila mtoto akiwa mkubwa na ile fuko la uzazi naye inapanuka, na ndani ya fuko la uzazi kuna maji. Maji yenyewe ni maji ya utelezi, si kama hii maji ya utelezi. Maana yake ni kama maji, tunaweza kusema kama maji ya sabuni au maji ya makamasi vile, ni maji ya kuteleza. Na hii maji kazi yake ni mbili, moja tutakuja kuiona baadaye, lakini moja kazi yake ni kumlinda huyu mtoto asije akadhurika. Yani subhanallah, hii maji inafanya kazi kama vile shoka mzoba ya gari. Mtoto wakati mwingine mama mtu amempiga tumbo mama, basi yule mtoto anakuwa juu ya maji, anaelea namna hii, hawezi kudhurika manake. Au mama amelalia tumbo, au wakati mwingine mama ameanguka, basi yule mtoto anakuwa juu ya ile maji, maskini hawezi kudhurika. Ndani ya hii fuko la uzazi ndio mimi na wewe tuliweza kuishi miezi 9 au miezi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kukadiria. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, qutila al-insanu ma akfarah min ayi shay'in khalaqa, ameangamia binadamu kwa kukataa kufata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Imam Ibn Kathir anasema kwamba qutila al-insan, qutil bimaana lu'in, amelaaniwa binadamu kwa kukataa kufata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anauliza, jamani, min ayi shay'in khalaqa, ni kitu gani kubwa hasa kilichotumiwa kuumbiwa nacho huyu binadamu hata kikamfanya awe na kibri, akataa kufata maamrisho yangu na kushikamana na akaendelea kushikamana na makatazo yangu? Mwenyezi Mungu mwenyewe anajibu, anasema kwamba min nutfatin, ameumbwa kwa tone la manii. Imam As-Sabuni katika Safu Tafasiri anasema ameumbwa kwa maji machafu. Maji machafu maana yake si kama manii ni najis. Manii sio najis, na lau manii ingelikuwa najis sisi sote hapa tungekuwa najis. Lakini maji machafu maana yake hauwezi kuiridhia hata ukiiona kwenye mwili wako. Ukiiona kwenye mwili wako ama kwenye nguo yako, hata harufu yake ipendezi, utaifutilia mbali mara moja. Basi kupitia kwa maji hii ndio tumeumbiwa nacho sisi. Lakini angalia ajabu, katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema katika surati Al-Hajj, nafikiri ni aya 3, anasema wa in kuntum fi shakkin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin, ikiwa nyinyi mnashaka kwamba hamwezi kufufuliwa baada ya kufa kwenu. Unajua kuna baadhi ya watu wanaamini mimi baada ya kufa mambo yangu imekwisha, hakuna mambo ya adhabul qabri, hakuna maswali kaburini, hakuna kufufuliwa, hakuna hisabu mbele ya Mungu, hakuna pepo, hakuna moto. Mimi nikifa mambo yangu imekwisha. Basi hapa Mwenyezi Mungu anatoa changamoto, anasema wa in kuntum fi shakkin min al-ba'thi, ikiwa nyinyi mnashaka kwamba baada ya kufa kwenu hamwezi kufufuliwa, basi Mwenyezi Mungu anamwambia binadamu fa inna khalaqnakum min turabin,
basi pateni kujua tumewaombeni kutokana na mchanga. Pale Mwenyezi Mungu anasema qutila al-insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin, ameumba kwa kitu gani? Tumemuumba kutokana na tone la manii. Na hapa katika surati al-Hajj Mwenyezi Mungu anasema fa inna khalaqnakum min turabin, tumewaombeni nyinyi kutokana na mchanga. Sasa inakuwaje? Na wana hizi aya zinagongana au vipi? Katika surati Hajj Mungu anasema tumewaumba kutokana na mchanga. Katika surati Abasa Mwenyezi Mungu anasema tumewaumba kutokana na tone la manii, maji. Sasa inakuwaje hapa yani? Hii mchanga inatokea wapi yani? Unajua Adam alayhi salam alipoumbwa ilitumika mchanga. Alipoumbwa Adam ilitumika mchanga, ikakusanywa ile mchanga, ikatiwa maji, ikafinyangwa, ikakandwa, ikawa udongo. Ile udongo ikatengezwa sehemu ya kichwa, ikatiwa macho, pua na mdomo, ikatengezwa sehemu ya mabega, mikono, kifua, tumbo, mgongo, miguu. Baadaye ikapuliziwa roho, ikawa ni Adam. Adam moja kwa moja ameumbwa kutokana na udongo. Lakini mimi na wewe, mchanga inatokea wapi? Wakati mama na baba walipoingia chumbani kufanya kitendo cha ndoa cha halali, ndio ikawa sababu ya wewe na mimi kuwa hapa duniani leo. Walitumia mchanga pale. Kuna mtu yote anaweza kujibu hii swali jamani, kwa faida ya darsa tu ya kikao yani? Ndio, jazakallah khair. Okay jamaa, mashallah, Sheikh Khalfan amejibu. Ni ile chakula ambayo tunakula sisi, asili yake ni mchanga. Wewe unakula mboga ya mchicha, unakula njugu ya karanga, korosho, inakwenda inatengeza manii, alafu unapata nguvu za kiume, unamjami mke wako, inapatikana sababu ya kupatikana mtoto. Kwa hivyo sisi sote tumetokana na mchanga, kwa sababu ile kitu ambayo inaitengeza manii ni hiyo mchanga, ni vitu ambavyo vinatokana na mchanga. Kwa hivyo aya